Watu wana magumu, lakini wanaigiza tabasamu kana kwamba hakuna gumu linaloendelea. Hawa wanaojificha kwenye hili tabasamu ilhali kuna mambo magumu yanaendelea. Je, Uislamu unazungumziaje umuhimu wa kuonyesha udhaifu wetu kwa Mwenyezi Mungu na kutafuta msaada kutoka kwake? Na kuyaacha haya maigizo ya kwamba hamna shida. It's all good, hamna shida. Ruta, kimsingi ni kwamba kama nilivyokuambia awali kwamba kila mtu ana changamoto anapitia. Na ili mtu apone na ili mtu aweze kupata nafuu ya ile changamoto yake aliyokuwa nayo, ni lazima aweke utaratibu wa kusema, kuongea. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye yeye sisi tunaamini kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba yeye alikuwa ni kiigizo chema. Mtume, kuna mtu mmoja alikuwa ni sahaba wake, rafiki yake, alikuwa akiitwa Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa ibn al-Yaman yule alikuwa ndio mtunza siri wa Mtume. Mtume kuna baadhi ya mambo alikuwa akiyapitia mazito sana kwenye maisha yake, lakini alimteua mtu mmoja akawa anakwenda kumuelezea, bwana, kuna hivi, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alikuwa anasema wakati fulani mwanadamu akisema ana heal, anapona katika nafsi yake. Sure. Unapokaa na changamoto za muda mrefu, ndio mwisho wa siku unapata depression. Na namna Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu, ubongo wake au fikra zake huwa zinakwenda zinafikiri afu zinagota. Usikigota ndio huwa anachukua maamuzi ya ajabu. Kwa hiyo lazima upate mtu wa kumwambia ambaye anaweza kukushauri, upate mtu wa kumwambia ambaye anaweza akakwambia, bwana, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Unavyotazama mtindo wa maisha ya dunia ya leo, unahakikisha wapo watu wa kuweza kuwaambia jambo? Kimsingi ni kwamba Ruta, kwenye maisha lazima tunasema, nitumie lugha, ni kwamba lazima uwe na good father. Okay. Yani kuna mtu ambaye unaamini kwamba huyu mimi anaweza kuniongoza. Ogopa sana na unanisikiliza, unanitazama. Ogopa sana kwenye maisha ukawa ni mtu unayesema maneno kwamba hakuna anayeweza kuniambia kitu kwenye maisha. Mandhari nimemzika baba yangu na mama yangu, hakuna anayeweza kuniambia kitu. Zipo hizo kauli. Ogopa sana hiyo kauli, mbaya sana. Kwenye maisha lazima umpate mtu ambaye anaweza kukuongoza, hata kama sio ndugu yako, lakini umteue, useme kwamba huyu nitakuwa namtaka ushauri kwenye baadhi ya mambo. Hata kama sio mhitimu wa darasani. Hapana, kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu anawapa hekima. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Mwenyezi Mungu anampa hekima mtakaye. Kuna baadhi ya watu hawana degree, kuna baadhi ya watu hawajaenda shule, lakini Mungu amewapa vipawa vya kuwa na hekima.